Kwa roho. Hebu niulize msomaji. Ndio. Kuzaliwa na maji ama asipozaliwa kwa maji? Ni kuzaliwa kwa maji. Kwa hivyo si kuzaliwa na maji. Ndio. Ni kuzaliwa kwa maji. Kwa maji. Endelea. Inasema hivi. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Ikiwa kuna mambo imechanganya watu katika kipindi hiki cha mwisho, ni mambo hii ya kuzaliwa kwa maji na kuzaliwa kwa nini? Kwa roho. Ndio tunapozungumzia kwanza kuzaliwa kwa roho, kabla sijaingia kwa maji. Kwa maji kwanza, wacha niache nikuje kwa maji baadaye. Kwanza tukuje kwa roho. Kuzaliwa kwa roho ni kusema nini? Roho, tunaposema mimi nimezaliwa kwa roho, ni kusema nini? Ni kusikia kitu kimenishika hivi, naanza kurukaruka, naanza kufanya nini? Hiyo ndio kuzaliwa kwa roho. Wacha kuzaliwa kwa roho ni nini? Hebu soma katika kitabu cha Yohana wa kwanza 5 mstari wa 7. Inasema nini? Yohana wa kwanza 5 mstari wa 7. Nini inasema? Inasema hivi. Na Roho ndiye ashuhudiaye. Roho ndiye ashuhudiaye. Kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa hivyo Roho ndiye kweli. Kwa hivyo mimi hili kuzaliwa mara ya pili kwa roho ni kuzaliwa kwa ukweli. Yaani niwe ni mtu ambaye amezaliwa kwa ukweli. Kile kiko ndani yangu ni ukweli. Sisi kama naeleweka. Inaeleweka mwalimu. Kuzaliwa nasikia kiururu akajipanga nini? Hapana, sio. Kuzaliwa kwa ukweli. Hebu tuangalie mtu mmoja alizaliwa kwa njia ya kiroho. Tuliona alizaliwa kwa njia gani awe mtu wa kiroho? Hebu soma katika kitabu cha Wagalatia 4 mstari wa 29. Inasema nini? Wagalatia 4:29. Inasema nini? Inasema hivi, kwa mujibu wa Biblia. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho. Kwa hivyo tunaona kuna mmoja alikuwa katika uzao wa Ibrahimu, kuna mmoja aliyezaliwa kwa mwili na mmoja akazaliwa kwa njia ya kiroho. Kiroho. Ni nani aliyezaliwa kwa nyumba ya Ibrahimu? Alizaliwa kwa njia ya kiroho na mwingine akazaliwa kwa njia ya kimwili. Ni watoto wa gani hao? Hebu soma 23 inasema nini? Inasema hivi, Wagalatia 4. Inasema lakini yule wa mjakazi. Kwa hivyo kuna mtoto alizaliwa kwa njia ya mjakazi ambaye ni Ismaeli. Alizaliwa kwa njia ya kimwili, alizaliwa kwa mwili. Kwa sababu hiyo ilikuwa maagizo ya Ibrahimu na mkewe. Lakini aliyezaliwa kwa njia ya kiroho ni nani? Isaac. Alizaliwa kwa njia gani ya kiroho? Soma. Inasema hivi, mstari wa 23. Lakini yule mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Mambo haya husemwa. Kwa hivyo Isaka kwa kuzaliwa kwa ahadi, kwa maneno ya Mungu, akawa mtu wa kiroho. Na sisi tukizaliwa na ukweli kutoka kwa Mungu tunakuwa watu wa kiroho. Ukikubali kubadilishwa na ukweli huo, tunakuwa watu wa kiroho. Pia tunashikwa na mambo mengine ambayo haieleweki. Kwa hivyo yule ambaye amedanganyika anafanya ibada kwa siku ile ambayo Mungu hakusema, huyo si mtu wa kiroho, ni mtu wa kimwili. Anafuata maagizo ya wanadamu. Yule ambaye amebatizwa kwa ubatizo yule mwanadamu amesema, si Mungu amesema, ni mtu ambaye amezaliwa kwa njia ya kimwili. Si mtu ambaye amezaliwa kwa njia ya kiroho. Kwa maana mtu amezaliwa kwa njia ya kiroho, amezaliwa kwa maneno ya nani? Ya Mungu. Yesu akasema nini katika kitabu cha Yohana 6:63? Akasema nini? Yohana 6:63. Akasema nini? Yohana 6:63. Akasema inasema hivi, nimefika. Inasema Yohana 6:63. Roho ndiyo itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho na tena ni uzima. Kwa hivyo tukishika maneno ya Mungu tunakuwa na uzima ndani yetu. Tunakuwa watu ambao wamezaliwa kwa njia ya kiroho. Lakini sasa kabla hatujazaliwa kwa njia ya kiroho, lazima kwanza tuzaliwe kwa njia ya kuzaliwa na maji. Tumeambiwa ufalme wa Mungu ili uingie, lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho. Kabla uzaliwe kwa ukweli kabisa, lazima kwanza uzaliwe kwa maji. Kwa sababu maji kuzaliwa kwa maji ni mfano wa nini? Ili uwe Mwisraeli pale zamani, ili uwe Mwisraeli yule wa zamani, wa Israeli wa kimwili, ulikuwa ufanyike nini ili uwe Mwisraeli? Hebu soma katika kitabu cha Mwanzo 17:10.
Mwanzo 17:10. Kuonyesha maana ya ubatizo, usibatizo ubatizo wa kuruka moto wa ule mwingine. Inasema nini? Hili ndilo agano langu. Hili ndilo agano langu. Utakalo lishika. Kati ya mimi nawe. Ni Mungu anaambia Ibrahimu, anamwambia nini? Na uzao wako baada yako. Kila mwanaume wa kwenu atatahiriwa. Atafanya nini? Atatahiriwa. Hiyo ilikuwa agano ya nani na nani? Na Mungu na Ibrahimu. Lakini sasa sisi ili tuingie katika ufalme wa Mungu na tuhesabiwe kuwa watu wa Mungu, tunatahiriwa vipi? Lazima tutahiriwe ili tuweze kuwa wafalme wa Mungu. Katika kitabu cha Wakolosai 2:11 inasema nini? Wakolosai 2:11 inasema, Wakolosai 2:11 inasema hivi, Wakolosai 2:11, katika yeye mmetahiriwa. Tumetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mkono. Hii haifanyiki kwa mkono, inafanyika kwa njia gani? Kwa kuuvua mwili wa nyama. Kwa tohara ya Kristo. Kwa tohara ya Kristo ambayo ni nini? Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Tukazikwa kwa nini? Pamoja naye katika ubatizo. Kwa hivyo usipozikwa kwa njia ya ubatizo, uzikwa ndani ya maji, hakuna kutahiriwa, hujatahiriwa. Kama tunaelewana, endelea. Inasema nini? Inasema hivi, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Mkazikwa naye pamoja naye katika ubatizo. Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Mkafufuliwa. Sasa unazaliwa baada ya kuzikwa, juu wewe utu wangu umezikwa. Sasa nazaliwa na maji sasa. Nikafufuliwa kuzaliwa na maji sasa. Kwa hivyo natoka ndani ya maji kama kuzaliwa. Endelea. Kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kwa hivyo nikikataa ubatizo wa kweli wa maji, kwa kuzikwa na nizaliwe na maji, kwa maji nitoke ndani ya maji, tumbo la maji, sijatahiriwa niweze kuwa Mkristo. Ndivyo tumesoma. Ndio. Kwa hivyo wale wanaosalimiwa, wale wanaoruka moto, wale wanaonyunyiziwa maji, wale hizo zote si mabatizo. Yote ni uongo na ni mafundisho ya mashetani.